Habari wapenzi watazamaji wa chaneli yako pendwa ya Omari Welding Fabrication. Naam, ndugu zangu, leo ningependa kuelezea baadhi ya mambo kuhusiana na bidhaa hizi ambazo tunazitengeneza. Kwanza kabisa lazima mfahamu kwamba tunahusika na utengenezaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Zipo nyingi, lakini leo ningependa kuielezea bidhaa moja tu au naigusia. Pia kusudio langu ni kwa watu wanaouza spare za magari. Ningependa kuambia ndugu zangu kwamba sisi tunahusika na utengenezaji wa mashine za kupresia bushi za magari, lakini pia mashine hiyo hiyo unao uwezo wa kupresia bajaji, kadhalika na vingine vingi ambavyo vinahusiana katika masuala ya bidhaa za magari. Watu wangu ambao mnauza maspare, mlokuwa Dar es Salaam, mlokuwa Geita, mlokuwa Shinyanga, mlokuwa Mbeya, mlokuwa Dodoma, Iringa, na Tabora na mikoa mingi, ipo mingi, najua wateja wangu mpo sehemu nyingi sana. Sasa ningependa leo kukushaurini kitu kimoja. Kitu chenyewe ni kwamba kuna watu ambao wanaanza hizi bidhaa za kutengeneza kuna watu wanaanza biashara ya spare. Kwanza ningependa nikushauri kitu kimoja, ewe ndugu yangu ambao unanitazama sasa hivi. Utakapofungua duka la spare ukaweka bushi za magari, kusudio lake bila mashine ya kupresia bushi, maana yake biashara yako itakuwa kidogo itakuferisha, kwa sababu utakapoweka spare ya bushi za magari zile, lazima upate mashine ya kupresia hizo bushi zako, ndio biashara itakuwa katika hali nzuri. Lakini vile vile mimi nakushaurieni kitu kimoja, kwamba hizi mashine zimegawanyika, ni nyingi mno, zimegawanyika. Sasa mimi leo naombeni nikufungue kitu hiki kimoja. Mashine hizi zimegawanyika, lakini kuna watu ambao wanadiri na spare za maskeni, yaani magari makubwa. Hawa wanatakiwa wachukue mashine ambazo zinaendana na kazi zao. Kuna watu ambao wanauza spare za magari madogo, pia hawa nao wanatakiwa wachague mashine au waulize ni mashine gani ambazo zinaendana na kazi zetu. Mashine ambazo zinaendana na kazi zenu, mimi nataka kufahamisheni kitu kimoja, kwamba utakapochukua sana sana tunatengeneza mashine za aina 2 au 3. Sana sana 2. Ya 3 hii ni kwa ajili ya wale watu wa pikipiki. Tani 20 nadhani tunawatengenezea sana watu wa pikipiki, au tani 10. Lakini watu wa magari hasa ni tani 32 mpaka tani 50. Hizi ndo mashine ambazo tunawatengenezea sisi. Sasa basi, kama unahusika na uuzaji wa spare za magari, alafu ukaleta ujanja katika hii pointi ambayo nataka niigusie hapa sasa hivi. Kuna watu wana tabia moja, anakuja ofisini vizuri, Omari, na nitengenezee mashine ya kupresia bushi za magari. Haya, tani ngapi? Unampa bei za tani 2. Ukamwambia labda tani 50 tujalie, au mfano tani 50 ni kiasi kadhaa. Alafu yeye anakuuliza maswali, na haya maswali wateja wengi mnayo. Swali lake kwamba hivi, mfano nikitengeneza mashine ya tani 32 alafu nikaweka jeki ya tani 50 inakuwaje? Umeona pointi au maswali yao wateja wangu? Hebu badilikeni, mimi leo nataka nikufahamisheni vitu. Badilikeni, kwa sababu utakaposema kwamba Omari nitengenezee mashine, ushajijua kwamba kazi zako zinahitaji mashine ya tani 50, lakini wewe unakuja kwangu alafu unaniambia kwamba nitengenezee mashine, alafu mimi nifanyeje? Alafu vipi kuhusiana na mashine ya tani 32 nikiweka jeki ya tani 50 inakuwaje pale? Huu ni ujanja ambao hautafaulu. Yaani huu ni ujanja, mwisho wa siku utaleta lawama. Kwa sababu gani? Utakaposikia tani 50 au tani 32, kila mashine ishakadiriwa kwamba inatumia bidhaa gani, au vile vyuma tunavyotumia tushajua kabisa kwamba mfano chuma hiki nakiweka kwa ajili ya tani 50, chuma hiki nakiweka kwa ajili ya tani 32. Sasa wewe utakapochukua ile jeki kutengenezea mashine ya tani 32, alafu ukaenda ukaitwisha mzigo mkubwa, hii mashine itakuja mwisho wa siku itapinda. Kwa sababu gani? Sababu ni hii, kwa sababu
Utakapochukua ile jeki ya tani 50 alafu ukaiweka katika mashine ya tani 32 itapinda. Kwa sababu gani? Wewe itakulazimu sasa kwamba hautokuwa na kazi utakayoiacha, iwe kubwa iwe ndogo. Maana yake mwisho wa siku utachukua kazi ambayo itaendana na jeki, lakini haiendani na bodi ya jeki. Ushafahamu ndugu yangu? Kazi inaendana na jeki lakini haiendani na ile bodi ya jeki. Kwa sababu gani? Kwa sababu chuma kilichotengenezea ile kazi ni chuma cha tani 32, wewe ukaleta jeki ya tani 50 ukaiweka pale. Maana yake ukaepuka gharama na kujikuta unanunua mashine mara mbili. Kwa hiyo funguka. Kama unahitaji mashine ya tani 50 sema, kama unahitaji mashine ya tani 32 sema. Na haya yote hauwezi ukasema wewe, isipokuwa ile bidhaa unayoiuza ndio itakayokuonyesha au ndio itakayokufahamisha ikakupa jibu sahihi. Ukiona unahusika na bidhaa au wateja wako ni wale ambao wanashughulika sana na magari makubwa, basi nakushauri tengeneza mashine ya tani 50. Ukiona wateja wako ni hawa wa magari madogo, unahusika na gari ndogo, pia si vibaya ukashughulika na tani 32. Lakini kama unataka sasa kwamba mimi nataka wote niwe nao, vile vile unashauriwa uchukue mashine ya tani 50 kabisa ili umalize kila kitu, kwa sababu mashine ya tani 50 ina pesi bushi zote kuanzia magari madogo mpaka magari makubwa. Kwa hiyo epuka gharama mara mbili. Jambo la kwanza, epuka gharama mara mbili. Kwa sababu gani? Utakapochukua mashine ndogo alafu ukaitwisha mzigo wa tani 50, itakulazimu wewe utajitahidi, utafanya kazi kubwa, kumbe ile bodi haiwezi kuvumilia au haina uwezo wa kuhimili ule mzigo ambao umeutwisha pale, kwa sababu si target yetu au si kusudio la ile mashine. Sasa utakuja kutengeneza mashine mbili. Epuka gharama mara mbili. Ewe mteja wangu uliokuwa mkoani au uko ndani ya Dar es Salaam, na kushauri kwamba amua kutokana na bidhaa ambayo unayo dukani kwako. Ukijiona kama kawaida yangu, napenda kushauri na napenda pia kumsikiliza mteja. Mteja akija kwangu kwamba anataka bidhaa ya anataka mashine ya aina hii, nitamuuliza jambo la kwanza, unahusika na bidhaa za magari gani? Akisema anahusika na bidhaa za magari madogo, basi nitamshauri, lakini ana uwezo wa kutengeneza mashine kubwa, ni fursa pia hiyo. Ni bora mashine iwe kubwa udili na kila kazi kuliko mashine ikawa ndogo alafu ukaja ukapata kazi kubwa itakusumbua. Kwa hiyo kama unadili na magari madogo, mteja wangu, uwe wa Dar es Salaam au uwe wa Mwanza, Shinyanga mpaka Burundi, wateja wangu, nadhani napenda kukushaurini na imani kwamba mnanisikiliza na mnanikubali katika kazi zangu. Ikitokea kuna kosa lolote katika kazi zangu, basi sipendi malalamiko, napenda mrudi kwangu mnielekeze. Hata kama ukiwa mbali, mimi nina uwezo wa kukuelekeza kwamba hapo kuna fundi au ni kitu gani, na kusikiliza. Alafu jambo la pili, nitakuja kuelezea service ya kufanya pindi wakati wa kuifanyia mashine yako service. Nitakuja kuliweka wazi, nitakuja kukuelekezeni yote kwamba mashine yako unaifanyia vipi service. Nitakuja kukuelekezeni, lakini jambo la kwanza ambalo leo nimekuja nalo ni bidhaa za aina hii, kwamba kuna watu wanajifanya wajanja au wateja wanaojifanya wajanja, kumbe hawafanyi chochote isipokuwa wananunua mashine mara mbili. Kwa hiyo mteja wangu, uwe wa Dar es Salaam, uwe wa nje ya Dar es Salaam, epuka gharama mara mbili. Asanteni sana, karibuni sana katika chaneli yetu ya Omari Welding Fabrication. Pia kama kuna watu ambao watahitaji namba zangu, na nakutajieni namba zangu ili iwe rahisi pia mtakapohitaji bidhaa kwetu, iwe rahisi kunipigia simu na kusaidiana. Namba zangu ambazo unapatikana kwa wepesi ni hizi hapa: 0685330677. Hizi namba ni namba ambazo zinatumika WhatsApp au kwa njia nyingine yoyote ya kawaida. Nazirudia tena kwa mara ya mwisho, ni
85 330677. Asanteni sana, karibuni sana Omari Welding Fabrication. Shukran.